Ehe. Nawasikiliza. Baba, sisi wote ni familia moja. Sioni sababu ya mama na Sandra kuchukiana. Huwezi amini leo mama ameenda kumwomba msamaha Sandra, lakini Sandra ameishia kumdharau na kumpiga. Huu ni utovu wa nidhamu. Sandra, yanayozungumzwa hapa ni ya kweli? Ndiyo baba. Baba, unanifahamu vizuri mimi. Uwasipendi kabisa mtu mwingine amwongelee mamangu vibaya. Mama leo amekuja chumbani kwangu na akaanza kumwongelea vibaya mama yangu. Anasema yeye ni malaya na alitiwa tu mimba mtaani. Unasemaje? Sandra, ndo mama kunisingizia kiasi hicho? Hata kama mimi sio mama yako wa kukuzaa, lakini bado mimi ni mke wa baba yako. Mbona kama unatafuta sababu ya mimi na baba yako kuachana? Hebu nisikilize mke wangu. Sandra hawezi kukusingizia. Anawezaje kumsema mama yake vibaya kisa kukusingizia wewe? Asante baba kwa kuniamini. Suzu, umekuja chumbani kwangu ukafikia kunilaumu bila kujua chanzo ni nini. Naombeni leo nizungumze ili mbele ya baba pamoja na nyinyi mkiwepo. Sitavumilia mtu yoyote yule akimsema mamangu vibaya. Sitakaa kimya. Sandra, unawezaje kuongea hivyo mbele ya baba na mama? Hata kama wewe ni mtoto wa baba, inabidi umheshimu mama pia. Sandra hajakosea kwa sababu yeye ni binti yangu. Kwa sababu mama yake ndo alinifanya mimi kuwa hapa. Sasa inawezekanaje binti yangu akakosa furaha? Sasa basi, ambaye anaona hawezi kukaa hapa ndani, afungashe virago vyake, aondoke. Semeni, unavyomuita mama yake Sandra ni malaya, basi hata mimi mume wako ni malaya. Kwa sababu unanikosea sana. Mimi ndio niliyemtia mimba mama yake huyu. Hapana mume wangu, sikumaanisha hivyo. Namaanisha sikusema kama ambavyo Sandra ameongea. Ameamua tu kunisingizia